Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu yangu katika Kristo Yesu. Nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi aliyotupa upendeleo siku leo. Tutakuwa na somo linalosema kushinda ubinadamu. Kushinda ubinadamu. Niombe kwa ajili ya somo hili. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, ninaliinua jina lako. Wewe ni Mungu usiyebadilika. Wewe ni Mungu unayetawala dunia yote, hata miisho ya nchi. Bwana Yesu, wewe unatawala. Asante Bwana kwa ajili ya somo hili. Tazama, ninakukaribisha Roho Mtakatifu sahi tunapoenda kujifunza somo hili. Naomba Roho Mtakatifu kama mwalimu ndani yangu, ndani ya kila mmoja. Bwana Yesu, kila mmoja ukatoe sawasawa na uhitaji wake, katika damu ya Yesu Kristo anavyoleta hai, nikiomba na kushukuru kwa ajili ya ibada hii. Asante Roho Mtakatifu kwa kutakuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili, katika damu ya Yesu Kristo anavyoleta hai, nikiomba na kushukuru. Amen. Ndugu zangu, leo tutakuwa na somo linalosema namna ya kushinda ubinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ya kushinda ubinadamu. Hii ni vita binafsi kwa kila mwanadamu. Huu ni mlango mkubwa sana ambao adui hutumia kuweka wengi kwenye mtego. Ubinadamu ni mlango mkubwa sana ambao shetani hutumia kuweka wengi kwenye mtego na kuwanasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubinadamu ni mlango mpana sana wa adui ambao hutumia kuweka maisha ya wengi kwenye mtego na mwisho wa siku huwanasa. Unaposhindwa namna ya kushinda ubinadamu ndani yako, huwezi kushinda mtego wa adui ikiwa ndani yako unatawaliwa na ubinadamu. Hebu tusome maandiko utangulizi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27, Biblia inasema hivi: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliwaumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sura nielewa hapo. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Akamuumba mtu kwa mfano wake. Aliwaumba mwanamke na mwanaume aliwaumba. Kwa utaona kwamba Mungu akamuumba mtu wa kwanza, aliwaumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Maanake aliwaumba kwenye hali ya utukufu mwingi sana. Utukufu, aliwaumba wakiwa wamekamilika. Ndio maana ukiendelea kusoma pale tunasema wakatawale na kumiliki juu ya nchi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale na kumiliki juu ya nchi. Utagundua kwamba mwanadamu aliumbwa katika hali ya utukufu mwingi ambao mfano wa Mungu. Mungu ni mwenye nguvu, Mungu ni mwenye mamlaka, Mungu ni mwenye nguvu. Hakuumbwa, lakini alichokiumba alikiumba kikiwa na mamlaka, kikiwa na nguvu ya kutawala na kumiliki. Nisikilize mtu wa Mungu, haukuumbwa katika hali hiyo uliyokuwa nayo sasa. Lakini ukisoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 inasema Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Unaona, Mungu baada ya kumuumba huyu mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi, anampulizia pumzi ya uhai na mtu anakuwa ni nafsi hai. Mtu anapokea nguvu kutoka kwa Mungu, anapuliziwa, anakuwa nafsi hai. Ili mtu awe hai, kuna kuwa na pumzi ya uhai ndani yake, ambayo ni neno la Mungu ndani yake. Sikiliza, mwanadamu wa kwanza aliumbwa ni mwenye mamlaka, aliumbwa ni mwenye enzi, kutawala na kumiliki. Ndio maana Mungu akapanda bustani ya Edeni, akamweka humo mwanadamu, Adamu wa kwanza, ailime na kuitunza, na akamweka humo katika hali ya utukufu mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa unielewe kwamba bustani ya Edeni ulikuwa ni ufalme wa Mungu hapa duniani, na ndio maana akamuweka mwanadamu wa kwanza, Adamu, aliyemfanya ndani ya hiyo bustani ailime na kuitunza.
Kusudi la Mungu juu ya mwanadamu ni umilele, ni kutawala na kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kushinda ubinadamu. Nataka utangulizi ninatoa ili upate kunielewa kwamba hukuumbwa katika hali ya kushindwa, hukuumbwa katika hali ya kukata tamaa, hukuumbwa katika hali ya dhoofu sana. Uliumbwa, mwanadamu aliumbwa kwa namna ya ushindi sana. Lakini ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, Biblia inasema hivi: mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho. Nisikilize, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho. Unaona, wapendeza nini? Macho. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Nisikilize mtu wa Mungu, tunda hilo alipoliona, ule mti aliouona wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Mungu anazungumza kitu gani hapa? Mungu anazungumza matunda haya, unayajua wewe? Tutafakari kwa pamoja. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, alikuwa maandiko hapa yanaficha siri gani hapa? Wapendeza macho. Ona hapa ubinadamu unavyoanza kuwa mtego mbele ya macho ya mwanamke. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Kwa maarifa ni nini? Maarifa ni nini kwa hali ya kawaida? Maarifa ni ufahamu juu ya jambo fulani. Lakini ukisoma hii sura nzima, Biblia inasema kwamba mwanamke, Shetani alimsemesha kwamba Mungu amewaambia msile matunda ya bustani, lakini akasema hapana, bali mti huu. Kwa nini? Sababu ni kufa. Lakini Shetani akamwambia hamtakufa mkila, bali mtafanana na nani? Na Mungu. Akaingizwa kwenye mtego. Ukiendelea kusoma pale anasema basi alitwaa katika matunda yake akala. Basi alitwaa matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo mwanzo wa ubinadamu kupata nguvu ndani ya mtu. Hapa naongea na wewe na Roho Mtakatifu akusaidia uweze kunielewa. Wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, akautoa akala, akampa na mumewe akala pia, ambaye ni Adamu, ambaye Mungu alimwambia matunda ya bustani yote waweza kula isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Maana yake mti wa uzima waliruhusiwa kula isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na alimwambia hakika utakapokula utakufa Adamu. Nisikilize mtu wa Mungu, na utangulizi unauweka ili upate kunielewa ninapozungumzia habari ya kushinda ubinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vita binafsi. Hii ni vita binafsi ambayo mwanamke huyu anakutana nayo. Baada ya kushindwa hii vita, adui alipomshinda huyu mwanamke akamshawishi, naye mwanamume akala lile tunda, kinyume na maagizo ambayo Mungu alikuwa amemwachia Adamu, ya kwamba mti wa ujuzi wa mema na mabaya asiuguse. Maana yake akashindwa kutii maagizo ambayo Mungu alikuwa amempa kwenye bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile nafasi ya kutawala na kumiliki inaondolewa kwa huyu mwanadamu wa kwanza, Adamu pamoja na mkewe. Wanakosa mbele za Mungu. Ubinadamu unakuwa na nguvu kwa mtu wa kwanza. Kwa ni lazima, ili ushinde ubinadamu, ni lazima vita itokee. Vita ambayo walishindwa pale bustani ya Edeni. Kushinda vita binafsi. Nisikilize, kushinda vita binafsi. Mwili ndio mlango wa adui kuingia kwenye maisha ya mtu. Nisikilize, mwili ndiye adui. Ule udongo, yale mavumbi yaliyofinyangwa,
mwili ndiyo mlango wa adui kuingia kwenye maisha yako. Ule udongo uliofinywanga kabla haujapuliziwa ile pumzi ya uhai ndiyo mlango wa adui kuingia kwenye maisha yako. Maandiko yanatuambia nini? Ukisoma Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 anasema, kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho. Nisikilize, ule udongo hutamani kushindana na ile pumzi ya Mungu aliyopulizia mwanadamu pale mwanzo, na roho hushindana na mwili. Utaona vita kati ya mwili na roho. Kwa hiyo mwili hutamani kushindana na roho hutamani kushindana na mwili. Huwezi kushindana na shetani ikiwa hujashinda tamaa zako mwenyewe. Huwezi kushinda au kumshinda adui ikiwa hujashinda tamaa zako mwenyewe. Mwili unatafuta anasa, lakini roho anatafuta utakatifu. Ushindi hapa unapatikana kwa kusulubisha mwili. Nisikilize mtu wa Mungu, upendo hapa, ushindi hapa unapatikana tu pale ambapo unatii maagizo ya Mungu, kanuni za Mungu, neno la Mungu na kuliishi pia. Adamu anaingia kwenye mtego wa adui kwa sababu ya kutotii sheria au kanuni ambazo Mungu alikuwa amemwekea kwenye bustani ya Edeni. Kwa hiyo wanadamu wote tunaingia kwenye dhambi ya asili ambayo kila anayezaliwa anazaliwa kwenye hiyo dhambi ya asili. Maana maandiko yanasema kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuona hapo mbele. Kwa hiyo vita binafsi hii ni vita ya mtu mmoja, kila mmoja, na ni vita inayopiganwa ndani yako wewe mwenyewe, kwa sababu mwili na roho vinapiga vita ndani yako. Kwa hiyo vita binafsi ni uwanja wa ndani. Vita binafsi si vita dhidi ya watu wengine. Kumbe vita binafsi si vita dhidi ya watu wengine, bali ni vita dhidi yako. Ni vita dhidi ya nafsi yako mwenyewe. Hii ni vita ya kwanza na ya msingi, kwa sababu huwezi kuwa na mamlaka juu ya ulimwengu wa roho au mazingira ya nje ikiwa huna utawala juu yako mwenyewe, yaani mwili wako. Yaani huwezi kuwa na mamlaka juu ya ulimwengu wa roho. Nataka unielewe mtu wa Mungu. Ni kwa nini umekuwa ukiomba unabaki kwenye hali ile ile? Unaomba maombi yako hayajibiwi, kila unachofanya hakiendi. Ni kwa sababu huwezi kuwa na mamlaka juu ya ulimwengu wa roho au mazingira ya nje ikiwa huna utawala juu yako mwenyewe, yaani mwili wako. Mwili ni kama mlango. Mwili haumaanishi tu nyama labda au mifupa, bali ni asili ya dhambi na tamaa. Nisikilize, ninapozungumza mwili, kila mtu atakuwa na jibu lake hapo. Ninapozungumza mwili, haimaanishi tu nyama, mifupa, bali ni asili ya dhambi na tamaa zinazopingana na mapenzi ya Mungu toka mwanzo. Adui shetani hatumii milango ya chuma kuingia kwenye maisha yako. Anatumia mianya ya tamaa zilizoko ndani yako. Yaani anatumia tamaa zilizoko ndani yako mwenyewe. Adui hawezi kukusogelea. Nisikilize. Hatumii milango ya chuma kuingia kwenye maisha yako au kuharibu maisha yako au kuharibu kusudi la Mungu ndani yako. Hatumii mashetani, majini, manini. Anatumia mianya ya tamaa, hasira, kiburi, anasa ambazo mwili unazitamani kuzifanya, ndio zinazofanya unakaa mbali na Mungu. Anasema maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu. Maovu, tamaa, hasira, wivu, chuki, masimango, unafiki.
ni vitu vya mwili. Kumbe ndio maana mwili hutamani kushindana na roho. Mwili unatamani kuitawala roho. Kwa hiyo mwili hutamani kushindana na roho hushindana na mwili. Mwili wako mara zote hushindana na roho. Kuna upinzani mkubwa sana ndani yako. Huu upinzani ni wa moja kwa moja ndani ya binadamu. Yaani huu upinzani uko ndani ya mwanadamu, hauko nje ya mwanadamu. Ni wa moja kwa moja ndani yako wewe hapo. Nisikilize mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili una vipaumbele vyake kama anasa. Viko vitu vingi napozungumzia anasa. Si ulevi tu, ni vitu vingi vingine, ni vitu vya halali tu, lakini vinakuweka mbali na Mungu wako. Kulizisha hisia. Wakati huo roho ana vipaumbele vyake pia. Yaani mwili una vipaumbele vyake, roho naye ana vipaumbele vyake. Hapo unakutana utakatifu, nidhamu, utiifu kwa Mungu, unyenyekevu. Hivyo ni vipaumbele vya Roho Mtakatifu. Lakini mwili anasa, vitu vya dunia hii. Nisikilize, ninaposema neno kushinda hapa, lina maana ni jitihada za upande mmoja kuangamiza upande mwingine. Yaani ni jitihada za mwili kuangamiza upande wa roho, au ni jitihada za roho kuangamiza upande wa nini? Wa mwili. Unielewe, narudia tena. Ni jitihada. Vita inatoka wapi hapa? Ni pale ambapo mwili unatamani kuitawala roho na roho hutamani kufanyaje? Kutawala mwili. Ndio maana mahali pengine maandiko yanasema kwamba roho i lazi lakini mwili ni dhaifu. Manake mwili, hiyo ni vita inayofanyika ndani ya mtu. Unapaswa kuelewa kuwa hauwezi kuwa rafiki wa pande zote mbili. Yaani huwezi kuwa mwilini na roho ni vitu vyote vikakaa sawa. Hapana, lazima kimoja wapo kiwe na nguvu kuliko kingine ili mambo yaende sawa. Nisikilize, nimesema mwili ni mlango wa adui kukuweka mbali na Mungu, lakini roho ni mlango wa Mungu kukuweka wewe kuwa karibu na yeye. Kwa unapaswa uelewe kuwa huwezi kuwa rafiki wa pande zote mbili. Yaani huwezi kuwa nuru na giza. Lazima giza liwe giza na nuru iwe nuru. Biblia inasema kwenye ule mwanzo Mungu akaifanya nuru na ikawa njema, wala giza halikuiweza. Kwa hiyo huwezi kuwa na vitu viwili ndani yako. Au chemichemi haifai kutoa maji matamu na machungu. Lazima itoe kama ni matamu ni matamu na ni machungu ni machungu. Si unanielewa mtu wa Mungu? Ningependa roho akutazamishe uelewe kile ninachosema. Namna ya kushinda ubinadamu ni lazima vita binafsi uijue. Ujue vita yangu ni nini? Hivi vitu gani vinaniendesha kwenye maisha yangu? Hata nashindwa kulifikia kusudi ambalo Mungu amekwisha kuniweka kwala. Kwa hiyo kitu ambacho hakiwezekani kabisa ni lazima kuwa upande mmoja tu. Kama ni mwili uwe mwili, kama ni roho iwe ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba mamlaka ya kiroho na nidhamu ya mwili haviwezi kuwa sawa ndani yako. Lazima kimoja kiwe na nguvu kwenye kingine. Ndio vita inapoanza ndani yako. Yaani pale ambapo kimoja wapo ndani yako kiwe na nguvu, aidha mwili ama roho, vita ndio inapoanzia hapo. Kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho na roho hutamani kushindana na mwili. Kimsingi utagundua kwamba mamlaka kutoka kwenye ushindi ni lazima matakwa ya roho ndiyo yawe kipaumbele kwako. Wow. Kwamba kumbe mamlaka kutoka kwenye ushindi ni lazima matakwa ya roho, au roho ndo awe mtawala, awe kipaumbele kwako. Kwa nini awe kipaumbele kwako? Kwa sababu huwezi kumkemea adui aliye nje, yaani shetani, wakati umemkaribisha adui aliye ndani yako, yaani tamaa.
Mara nyingi shetani anatafuta vitu vyake ndani yako. Nisikilize, shetani anachokifanya siku za leo, wapendwa katika Kristo Yesu, anatafuta vitu vyake ndani yako. Akivikuta kama vile chuki, anasa, uasherati, unafiki, umbea, usengenyaji, anakuwa na haki kisheria kukutawala au kukutumikisha na kukuweka kuwa mtumwa. Maandiko yanasema hivi, ukisoma kwenye Ayubu kule, Mungu anamuuliza Shetani, watoka wapi? Natoka kuzunguka zunguka huku hata kule. Mungu anamwambia, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Akasema, si kwa sababu umemzingira. Unaona, ni mazungumzo hayo. Ina maana Shetani aliangalia kwa Ayubu. Ndio maana Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja mkamilifu katika nchi ya Utu. Alikuwa ni mkamilifu. Shetani hakuona kitu chake ndani yake. Ndio maana anamwambia Mungu, si umemlinda sana, ndio maana hawezi kukuacha. Kwa hiyo utagundua kwamba kumbe adui, jambo la kwanza, anatafuta vitu vyake ndani yako, mambo ya mwili ndani yako, maana mwili ndio mlango wa adui kuingia kwenye maisha yako. Utakuwa unajiuliza, sasa anasa, utakatifu au mwili na roho vikoje hivi? Kuna utofauti gani? Anasa ni furaha ya muda mfupi inayoridhisha hisia za mwili, lakini unauacha moyo mtupu, yani mbali na Mungu. Yani ni vitu ambavyo vinafanya mwili upate burudani, vinafanya mwili uenjoy, lakini moyo wako unabaki utupu. Uwepo wa Mungu unaondoka kwako. Biblia inaniambia Adamu na mkeo walipokula ile tunda wakajikuta wako utupu wa uchi, kwa sababu utukufu wa Mungu umetoweka ndani yao. Hawaonekani tena mbele za Mungu. Ndio maana Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Anasema, naliposikia sauti yako bustanini nalijificha. Kwa nini? Ni uchi. Sababu ya nini? Ya dhambi iliyoingia. Utakatifu ni hali ya kutengwa kwa ajili ya Mungu. Hii haiji kwa bahati, bali kwa gharama ya kukataa mwili. Siri ya ushindi hapa ni kusulubisha mwili. Ili tushinde ubinadamu, ili nishinde ubinadamu, ili ushinde ubinadamu, ni lazima kusulubisha mwili. Utanielewa tu, mtu wa Mungu. Najua Roho kuna vitu anasema ndani yako na unaanza kujiona uko mahali gani. Neno kusulubisha mwili ni zito sana. Kikawaida, kusulubisha mwili maana yake ni kutoa mwili au ni kutoupa mwili vitu ambavyo unavipa kipaumbele au unaviweka vya kwanza. Mwili una tabia ya kumfanya mtu afanye vitu ambavyo vinaofanya ufurahi. Sasa kusulubisha ni kama kifo kwa mwili, kutoupa mwili vitu ambavyo unavipa kipaumbele vitakavyompeleka mtu kwenye dhambi. Kuna vitu sio dhambi ukivifanya, lakini mwili ukikupeleka kwenye hivyo vitu vitakutengenezea mazingira ya dhambi. Je, kusulubisha mwili kwa namna gani? Ni kwa kufunga, kuomba, kusoma neno la Mungu, kuwa mtu wa ibada na kuruhusu Roho Mtakatifu akuongoze kwenye maisha yako. Kusulubisha mwili kunauma. Ni ngumu kuacha tabia iliyozoeleka kwako. Yaani ni ngumu kuacha tabia iliyozoeleka kwako. Inaweza ikawa si tabia mbaya, lakini ni tabia ambayo inakupeleka kwenye hali ya kutenda dhambi, au inakupelekea wewe uikaribie dhambi kwa ukaribu zaidi. Lakini ni lazima mwili ufe ili roho apate kuishi.